Na mama mdogo akanihoji pale, kama unavyojua tena watu wazima unapoona vijana tuko katika mahusiano kama hali tuna malengo ya kufunga ndoa, kwa kuna mambo mengi anajaribu kutaka kuyajua. Kaniuliza, bwana, kwa vyovyote vile nimeshakuwa wachumba tayari? Nikamwambia, bwana, kiukweli bado hatujafikia hatua kwa wachumba, kwa maana kwamba ya kuvishana pete ya uchumba, lakini hilo ndio lengo letu, tuanze na hatua kuwa wachumba na baadaye iweze kuwa harusi. Mama mdogo akashauri kwamba kwa mazingira pale nyumbani na jinsi familia jinsi ilivyo pale nyumbani, hasa familia yao ni ya kidini sana, akasema ni vyema kwamba tukaanzia kwanza kuvishana pete ya uchumba. Umeona, akawa ameshauri. Basi na sisi tukaona kwamba ni jambo jema, kwa sababu pia lengo letu halikuwa baya. Lengo letu ni kufunga pingu za maisha. Tukutaka tu kuishia kwa wapenzi, tulihitaji kuwa mke na mume kabisa. Kwa hiyo tukapanga processes za kuvishana pete ya uchumba, tukaalika baadhi ya ndugu zake, wajomba zake, mama zake wadogo. Ripoti ya leo ubaoni. Tuende pamoja, hapa ni 93.7 EFM. Mimi naitwa Ima Kapanga, hii ni ripoti ya leo. Sasa mtoto huyu wa geti kali alisimamia kila kitu kwenye masuala ya kuvalishana pete ya uchumba, kuanzia maandalizi yote yani na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku ikabidi sasa taarifa ziende rasmi kutoka kwa binti huyu ziwafikie wazazi kwamba amempata mwenzake ambaye anatamani aanze naye maisha. Basi akaenda nyumbani kweli, akaongea na baba, akaongea na mama kwanza. Kama unavyojua watoto wa kike marafiki zao mara nyingi wanakoga ni mama. Kwa hiyo akaongea na mama akamuuliza, bwana, huyo mtu mwenye ujauzito yupo? Akasema yupo. Malengo yenu? Akamwambia, bwana, malengo yetu ni kufunga pingu za maisha. Umeona? Akasema basi sawa, kama vipi tupange muda na siku tuweze kumuona, umlete hapa nyumbani akutane na baba ili tuweze kumuona, ili hatua zingine ziweze kufuata. Na unavyojua tena ndoa ni jambo la baraka. Kwa hiyo mama alimpa sana moyo kiukweli, na jambo hili pia nilipopata taarifa hizo na mimi likanipa moyo. Kwa hata ile safari yangu ambayo ilileta hapa mjini ikawa kama nimeweka kando kwa sababu lengo lilikuwa ni kuja kumtafuta baba yangu, lakini pia nimekutana na maisha mengine. Basi nikawa nimezama zaidi kwenye maisha ya mahusiano, na safari ya kuja kumtafuta baba kama ikaa imefifia hivi. Basi siku kweli ikafika, nikaenda pale nyumbani nikakutana na wazazi, baba na mama